Thank you. Mimi nataka nimshukuru sana Mheshimiwa Aseka ambaye ni mjumbe wangu wa karibu sana. Namshukuru, kitu ya kwanza ni kumleta kijana mdogo, kijana wangu kwa sababu amekuwa university na watoto wangu, Mheshimiwa Ndindi Nyoro. Na mimi nataka kusema hivi, nikiwatambua wabunge wetu wote wako hapa, Mheshimiwa Nabulindo, Mheshimiwa wangu, Mheshimiwa Hamada Bishop. Mimi nataka kusema hivi, na Mama County ambaye tuko na yeye hapa. Mama County anajua sana, kwa uchaguzi uliopita alikuwa karibu sana na mimi. Yaona vile tulichora kwa ajili, alikuwa karibu. Na kitu ambacho Bishop amesema ni jambo la muhimu sana, na akapiga hata na hesabu, akasema kuna miaka mingine ikifika ni miaka ya watoto kusonga karibu na kuuliza, kukaa umepaka hii ni sabuni unaweka kwa kichwa ama kwa ndevu ama ni nini? Kwa bana batiti jitotulangwa timbuti. Ndio yake ya kusema utakuwa unatafuta kiti, si namna hivyo. Na akapiga hesabu. Ni vizuri sana to prepare vijana. Sana sana. Mimi napata nafasi ya kufanya kazi yangu, Mheshimiwa Bishop, kwa ajili nimetrain vijana wengi mpaka Ulaya. Nikienda kule katika international labor organization, naenda na vijana karibu 17 kutoka kwa communities zetu hapa nchini zote. Na vyama pia tunawapatia vijana, na wengine tunapeleka mpaka university, tunawasponsor kupata elimu ili wawe viongozi wa siku zijazo. Na hiyo ndio siri yangu. Vijana hawawezi kuja kunisumbua mzee enda nyumbani, because I've given them opportunity to advance, I've given them opportunity to read, I've given them opportunity to accompany me and advise me, I've given them opportunity to educate me on the new trends in our economic performance, including the introduction of e-commerce, digital economy, and where the world is going. Na ukiwa mzee mchoyo, na pia mzee yule hutaki kusoma pia, hata mimi huwa nasoma, and then he will be overtaken by events. Nasikia walimu nilisikia hapo wakisema mambo ya English na kila kitu. Mjue the system. If you are trained some 10 years ago, 20 years ago, if you are not careful, if you are not revisiting the modern approach on modern education and modern global economic performance, including things like green and blue economies, and what precipitates the global warming, and after 50 years where the world will be, you might be rendered irrelevant. Naambia hivyo kwa ajili unaona mheshimiwa, let me take 2 minutes to update you. Wakati wa zamani ule watu walikuwa wanafanya ukiwa oriented in management, na Aseka alikuwa manager. Kulikuwa kabla hujapata promotion unaenda through managerial strategic training. The main principle in strategic management ilikuwa ni ya kwamba uende through strategic planning course. Na siku hizo kulikuwa na kitu kinaitwa SMART. SMART was the entry point on modern techniques in application in modern administration and management.
Wale watu walifanya hiyo course ya strategic planning siku hizo, saa hii they are irrelevant. Ukienda kwa workshop yoyote mtu akwambie the approach is SMART. S stands for specific, M for measurable, F for appropriate, R relevant, and T time bound. That one is outdated. Bana mtu wa aina hiyo. Now the modern SMART approach on small modern economy or platform economy or e-commerce, hiyo simu umeshika kwa mkono, inaitwa smart telephone, smart iPad, smart computer, smart television, and you yourself, you must be smart economist. Nasikia hiyo? So things are changing very fast and they require young people around us. Mheshimiwa Ndindi, we have a problem na mambo ya settings and ratings on e-commerce is going to be a very big problem. Kwa ajili mtu anaweza tengeneza bilioni akiwa hapa nyumbani, anaishi hapa, hajaenda pahali popote, anafungua bank account Ulaya, anakuwa na post office address Ulaya, anakuwa na branches all over, na anaishi hapa Kuisero na anatengeneza billions. Hii vitu unaona Mheshimiwa His Excellency the President William Ruto ana introduce, and this is the introduction, analetea hapa seka kesho. Wale watoto watakaojifunza hii approach yake watakuwa mabilionaires na wajui Kisumu. Naona hiyo system because kwa hiyo telephone yako hii inaitwa smart, you can have about 5-6 applications ambazo zina connect kwa world economy, world markets. Unasoma ukiwa nyumbani, unaona we have a country in South Asia or in Americas, huko ni South America huko, ama pahali pengine ambao ama Brazil wanataka more than 300,000 barrels of oil. Unatafuta mpaka unapata the target person, the minister in charge of energy in that country, the person ambaye ameweka hiyo advert kwa that platform, kwa that application. And then unaenda who are the suppliers, unaona the main suppliers and prices. Pata Syria, Saudi Arabia, kwa hizo 300,000 barrels ya mafuta itapatikana. Unaanza kunegotiate for your take and commission. Na because ya hii kitu serikali ya William Ruto ina introduce, Uhuru alijaribu kidogo, inaitwa huduma, ilikuwa ya Uhuru ilikuwa inaitwa huduma or something like that. Utakuwa na ID ambayo ina chip, ikiwekwa, ukiweka, ukipeana kwa simu yako, ikienda inajulikana wewe ni mtu mzuri, hujaiba, hujafanya nini, unakuwa trusted with those people you are dealing with. Eventually una connect hao watu wawili, mtoto yako anatengeneza, akisha negotiate prices on both sides and his take in terms of commission, pesa yake 500 million inawekwa kwa bank account yake London, na yeye yuko hapa Kuisero. Ile kitu mtoto yako iko nayo ile inaitwa Visa card ya Absa, ya National Bank of Kenya, Commercial Bank. Kifika siku ile tarehe 14 mwezi wa February, pesa zake ziliingia kule, anachukua bibi yake mdogo sana, anampeleka kule DT Dobi Nairobi, ndio wanauza Mercedes. Anaambia bibi, nimekupatia hii kama zawadi ya Valentine. Wanarudi Kuisero na gari mpya, mama ndiye anaendesha, mtoto ameketi. Alafu nyinyi kwa ajili ya mjasoma mnaanza kusema bwana kuna ukwifi. Hii mtoto ni mwizi. Ameanza kuiba.
changing world na ile vitu Ruto anatuletea kesho. Na pia sio hapa peke yake, anapeana hizo computers everywhere. Wale watakaopata nafasi watumie nafasi nzuri na kumshukuru Bwana Seka. Mimi hapa kwa ninyi nyote, labda mimi ndio mtu wa zamani kati ya watu wa zamani. Labda naweza kuona walimu wako hapa, wengine nawajua wa zamani kama mimi. But I want to tell you, wakati tulianza struggle rudi nyumbani, na hii shule nilipoanza kwa tumabati kidogo pale, the only person I can say amekuja at our aid in a bigger number, a lot of concern, ni Mheshimiwa Seka. Struggle, na nimekuwa na bahati. Huyu mwalimu tuko na yeye na aliyeondoka pale, yule aliyechukua pali yake, they are very supportive teachers, very supportive and versed in public relations, and that has enabled us to be where we are this school. Mimi nataka watoto wasome sana, na course ya IT or ICT ipatie sana umuhimu, because huko ndio dunia inaenda. Dunia inabadilika. Utaweza kuwa na kiwanda chako kula Amerika na huko hapa, na watu wanafanya kazi na wewe mwenyewe hujaenda huko. So that is where the world is going. Ofisi kazi zimepungua. Wale messengers tulikuwa wanatutengenezea chai hawako. Hiyo simu yako ikiwa smart, kuna wale watu wa kuleta chakula mpaka hata nyumbani. Naingia, unaangalia, unalipa ukiwa na telefoni yako, na unapeana pin number, within 15 minutes unaletewa kama ni chai kwa ofisi, kama ni chakula nyumbani. So maneno inabadilika sana, tena kwa haraka. Mambo ya dawa, saa nyingine usiku unasikia tumbo inakuuma, haraka unaenda kwa mtandao, unasikia hii tumbo ikiuma kutoka hapa kufika hapa ni kitu gani? Itakuonyesha, itakufanyia kila kitu, itakupa prescription, unalipa. A pool of doctors ambao wameweka hiyo application pale, ukisha lipa wanakufungulia na una forward kwa ile pharmacy au pharmacist, na anakutumia, unampa pin, dawa inakuja nyumbani. So mambo ya kusema utasoma, usimame, wewe iko vast kwa kuongea Kiingereza, ukiongea Kiingereza wewe ndio mzuri sana, hiyo maneno inawachwa.